Msikieni huyu. Mtazamo wako ukoje kuhusiana na ajenda wanaume wanasema hakuna kuoa mwanamke aliyezaa? Kwako hii imekaaje? Ni sawa au sio sawa? Kwa upande wangu sio sawa. Nikwambia kitu dadangu, ujue kuna baadhi ya wanawake walipitia unyanyasaji wa kijinsia kipindi wako wadogo. Wengine walibakwa. Kwa hiyo unaposema mwanamke mwenye mtoto asizaa asiolewe inakuwa sio sawa. Alafu cha pili, unaposema mwanamke mwenye mtoto asiolewe, mwanaume anakuwa anakimbia majukumu. Ukipenda boga unapenda na ua lake. Sababu ya tatu, mwanamke mwenye mtoto asilimia kubwa wanakuwa wamepitia sana changamoto katika maisha, kwa na experience sana katika maisha, yani katika akili, ukuaji in general, kwa sababu lazima mtafutie mtoto wake, apambane kwa ajili ya mtoto wake, kwa anakuwa na experience ya maisha kuliko mwanamke ambaye hana mtoto. Kwa mimi kwa upande wangu naona sio sawa. Kwa chochote cha kuambia wanaume ambao wana mindset hiyo? Chochote cha kuambia wanaume ambao wana mindset hiyo, wanaume msikimbie majukumu. Nafikiri mmemsikia vizuri. Sasa alivyouliza hoja kwa pointi na mimi nitamjibu kwa pointi. Haya ni mambo ya kawaida tu. Sio vita wala nini, tunajibizana. Naanza na hiyo ambao wanasema wanaume wanakimbia majukumu. Namba moja, hakuna mwanaume anayekimbia majukumu kwa mke wake. Aliyemuoa akamtolea mahali na watu wakala ubwabwa kwenye sherehe. Wanawake wengi mnazaa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Halafu mnaanza kuambia wanaume na mimba yako. Unakuta una wanaume wanne, wote wanaume wanne unawaambia mimba ni yako. Unapokea pesa za matumizi kutoka kwa wanaume wanne, mtoto mmoja na baba watatu. Kwa hiyo mnawafanya wanaume wasiwe na uaminifu kwenu ninyi ya kwamba hao watoto ni wao. Kwa hiyo hakuna mwanaume ambaye anakimbia majukumu kwa mke wake. Tulieni muolewe, acheni uhuni. Acheni nyege za ajabu ajabu. Tulieni muolewe. Na msipotulia mtaachwa hivyo hivyo, mtateseka. Dhambi haijawahi kumwacha mtu salama. Dhambi ni mateso, dhambi ni aibu. Acheni uzinzi. Wanaume wanapowatongoza wanawake wanalala nao kabla ya kuwaoa, wanawatumia kama starehe. Hajakwambia mzalie. Wewe umeona tu mwanaume ana hela kidogo anakutumia tayari ushategeshea mimba. Mtakoma. Namba 2. Hatukatai ya kwamba kuna wanawake wamekuwa na experience ya maisha baada ya kuzalishwa na kuachwa na wanaume. Ni kweli kuna wanawake wamekuwa na experience ya maisha, kuna mambo wamejifunza, wamejua kupambana. Lakini kumpata mwanamke mwenye mtoto, mwenye lengo zuri na nia nzuri, na wewe ambaye mwanaume unamuoa huyo mwanamke mwenye mtoto, ni ngumu. Wengi wenu nyie ni waongo, mnatafuta tu sehemu za kuegemea baada ya kuona maisha yamewapiga. Mkishaona maisha yenu yamenyooka baada ya kuoana na huyo mwanaume, mnaachana na hao wanaume, mnafuata maisha mengine. Baada ya kuona watoto wenu wamekuwa wazima, wamekuwa watu wazima, wanajielewa na kujitambua, mnaachana na wanaume hao. Mnaanza kudeti na wanaume zenu wa mwanzo. Mnakuwa mnajeuri, mnakuwa mna viburi. Baada ya kutunzwa mnaanza kuwaona wanaume ambao waliwakuta mna watoto, mnaanza kuwaona wajinga. Kwa hiyo ndio maana wanaume wameshtuka hicho kitu. Wengi wenu ni waongo, hamna mapenzi ya kweli, hamna mapenzi ya dhati. Mnatafuta pa kujiegemea tu. Baada ya maisha yenu kukaa sawa, mnaondoka kwenye maisha ya hao wanaume. Namba 3. Ni kweli kuna wale wanawake ambao walibakwa wakapata mimba. Lakini kwa asilimia ndogo sana hao wanawake ambao walibakwa, asilimia yenu kubwa mnazaa kabla ya kuolewa kwa hiari yenu. Na zipo sababu za mpaka mwanamke abakwe. Kuna wanawake wengine mnakula hela za watu alafu mnaanza kukataa makubaliano. Wewe unajua huyo mwanaume alitafuta hiyo hela kwa gharama ya aina gani? Kwa maumivu ya aina gani? Amekupa hela unaanza kukataa makubaliano. Lazima atakubaka, lazima ubakwe, hela ngumu. Acheni kula vitu vya wanaume kama hamuwapendi, kama hamuwataki. Wachaneni kula vitu vya watu. Wengi wenu mnabakwa kwa sababu hiyo, mnakula vitu vya watu alafu mnakataa makubaliano. Namba 4, mnapotuambia eti tupende boga na ua lake, hiyo nayo ni kazi nyingine. Mungu alisema mwanamke atawaacha baba yake na mama yake ataambatana na mumewe. Hakusema mwanamke atawaacha baba yake na mama yake huko akiwa na mtoto wake. Mnatupa kazi nyingine ambayo ni ngumu. Mimi ninakupenda wewe. Masuala ya kuniingizia na mtoto yanakuwa ni masuala mengine hayo. Eti ukipenda boga penda na ua lake. Hata mkiwa kwenye familia umemuoa huyo mwanamke mwenye mtoto, unaweza ukampiga muda mwingine yule mtoto amekukosea, lakini mama yake ataona unamuonea tu kwa sababu sio mtoto wako. Kwa hiyo unakuwa kama unamuogopa mtoto. Ikitokea umempiga, mama yake anaona kama unamtesa kwa sababu sio mtoto wako. Hata ukizaa watoto wengine, itaonekana unawapenda watoto wako kuliko mtoto wake. Kwa hiyo mnatupa kazi. Tulieni muolewe, acheni kuzaazaa ovyo. Na mkiolewa tulieni kwenye ndoa. Namba 5. Comment nyingi zinasema ya kwamba wanaume ambao wanasema hatuoi wanawake wenye watoto ni wanaume ambao hawana hela. Sawa, tumekubali. Sisi ambao hatuna hela tumekubali. Oleweni basi na wao wenye hela. Wazee wenye hela, mali zenu hizo tumewaachia. Namba 6. Sisi kama kuoa mwanamke mwenye mtoto, labda awe mjane. Na sababu ambazo zitatufanya tuoe huyo mjane, sababu hizi hapa. Namba 1, iwe toka amefiwa na mume wake, hajawahi kuwa na mahusiano mengine. Ni mcha Mungu, ni mpambanaji, hajawahi kuzaa na mwanaume yoyote toka amefiwa na mume wake. Ana tabia nzuri, muelewa, ana uwezo wa kumtii mwanaume, huyo mjane tutamuoa. Kama ni mjane hajatoka kwenye ndoa, mkasi, hatuoi. Kama amezaa kabla ya kuingia kwenye ndoa, mkasi, hatuoi. Kama ametoka kwenye ndoa na mume wake yupo, mkasi, hatuoi. Rudianeni na waume zenu.